yako kama hautaipa kazi ya kutafakari neno, huwa inanasa vitu vingi ambavyo sisi. Ndio maana wengine wanapoamka asubuhi, cha kwanza anasoma Biblia, alafu anachukua mstari mmoja anaanza kukariri kwenye ufahamu wake. Kwa hiyo anapotembea tayari anakuwa kuna kitu fulani akili yake na tafakari. Na hicho ambacho nakitafakari huwa kinajengeka na kuwa sehemu yako. Mfano, mtu akitafakari mapepo, utakuta moyo wake unajengeka kwenye mambo haya hayo. Atakuwa tu anakemea ovyo, hata kama kuna mdudu kapita anakemea, anahisi ni mapepo tu basi. Atakwenda bafuni anakemea mapepo pia. Kila sehemu ni mapepo. Kwa hiyo anakuwa anahisi maeneo yote kuna mapepo tu, lakini hahisi kwamba kuna malaika wa Mungu pia wapo. Unaweza kaingia ndani hapo kasema asante Bwana kwa malaika zako ambao wako mahali hapa basi. Kwa hiyo mtu anapotafakari kufa, maana yake ile hali inaanza kuumbika ndani yake, jambo ambalo haliko sawa sawa. Kwa hiyo unapotafakari neno, maana yake moyo wako unajengeka kwenye hilo neno. Moyo wako unaumbika kwenye hilo neno. Na ndio maana hata katika Joshua 1:18 alikuwa akimpa maelekezo Joshua akitafakari kitabu cha Torati, apate kutenda sawa sawa na aliyoandikwa mle. Na mkazo wa kutafakari unasema ni usiku na mchana atafakari neno. Na katika kutafakari mwishoni anasema ndivyo atakavyofanikiwa. Kwa hiyo kama wana Beroya tunahitaji kustawisha kusoma, kukalili, kutafakari neno. Unapoitafakari neno, maana yake unalisha utu wako wa ndani. Chochote unachokitafakari huwa unalisha roho yako, kiwe kibaya au kiwe chema. Sasa Biblia imetupa maelekezo ya kutafakari neno na sio vitu vingine vyovyote. Sasa hebu tuende kuangalia nidhamu ya Waberoya. Waberoya hawa waliishi kipindi cha utawala wa Kiroma au utawala wa Kirumi. Na wakati wa utawala wa Kirumi kulikuwa kuna falsafa nyingi za Kigiriki na kadhalika, na kulikuwa na mafundisho mengi ambayo yalikuwa sawa na ambayo hayakuwa sawa, kama tu leo jinsi ilivyo. Imani ziko nyingi, mafundisho yako mengi, lakini Waberoya walikuwa na mbinu yao ya kujifunza Biblia. Na hii mbinu ya Waberoya ya kujifunza Biblia kila siku, hatutazami mbinu hii kama mazoea ya kidini. Hatutafakari mbinu hii kama mfumo wa kidini, bali ilikuwa ni bidii ya kweli ya kutafuta ukweli, kujua ukweli. Unajua kuna kujifunza kama tu mazoea ya kidini na kadhalika, lakini hawa waliweka bidii kutaka kujua kweli. Na ndio maana Biblia inasema kila siku waliyachunguza maandiko kila siku. Na kwenye kuchunguza maandiko, kwanza kulionyesha Waberoya walikuwa na nia nzuri. Nia gani? Walikuwa na nia ya kutaka kujua, walikuwa na nia ya kujifunza. Hawakuchunguza kwa lengo la kubishana kama wanavyofanyaga wengine, lakini nia yao wao ilikuwa ni kujua ukweli. Unajua, huwezi ukaujua uongo kama utaijua kweli. Unapoijua kweli itakusaidia kujua uongo unapokuja. Na ili uweze kuelewa noti ya bandia, unahitaji kuelewa noti original ikoje. Na ili uweze kuelewa uongo, unahitaji kuelewa kweli. Kwa hiyo Waberoya walitumia muda wao kila siku kuweza kuchunguza maandiko kwa umakini zaidi. Na tunasoma walipofika kwenye mji wa Beroya, waliingia kwenye sinagogi la Wayahudi. Wengine wamekuwa wanatatazika kama sinagogi sijui ni nini. Sinagogi ni kusanyiko au kukutanika kwa lugha ya asili. Kwenye mwanzo wa Biblia zetu huku wametoa tafsiri kama ni nyumba za upande ule wa pili,
lakini hiyo tafsiri haiko sawa sawa. Ukitaja kwamba ni nyumba za upande wa pili za kuabudia, maana yake unazungumzia kuwa imani hiyo ilianza kabla ya mwanzilishi kuwepo, jambo ambalo si kweli. Lakini watafsiri waliotumiwa na wamishenari hapa Tanzania, ile baraza la Kiswahili lilikuwa na wenzetu wa upande wa pili, na waliokuwa na tafsiri waliokuwa wanaelewa tu lugha ya Kiswahili vizuri. Kwa hiyo kuna vitu viliingizwa ambavyo mwanzoni havikuonekana kama vina athari, lakini unavyoenda unaona kuna vitu vimeingizwa ambavyo havikuwa sawa sawa. Ndio maana kuna majina pia ya viongozi wa upande wa pili, ukisoma kwenye Nehemia unayakuta yao. Ukienda kwenye Biblia ya Kiingereza inawataja wale kama leaders, lakini upande wa pili inazungumzia viongozi wa dini wa upande wa pili. Kwa hiyo kuna vitu fulani viliingizwa. Lakini masinagogi yalianza miaka mingi kabla hata ya huyo mwanzilishi wa imani hajakuwepo. Yalianzia Babeli. Wayahudi walipopelekwa utumwani Babeli, hawakuwa na hekalu kwa ajili ya ibada. Kwa hiyo walijenga masinagogi ambayo yaliwasaidia kukusanyika na kukumbushana taratibu za Mungu wao. Tofauti ya hekalu na sinagogi, kwenye sinagogi walikuwa watoi matoleo, sadaka na kadhalika. Kwa hiyo waliporudi Palestina, kwa sababu kulikuwa kuna hekalu moja, kwa hiyo kwenye miji waliweka masinagogi, na walikuwa viongozi wa masinagogi walikuwa wanaheshimika sana, na walikuwa na uwezo wa kumtenga mtu katika sinagogi. Sasa walipoingia kwenye masinagogi